Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na wewe unayetufuatia kupitia redio ya AWR na Rock FM, ninakukaribisha katika kipindi cha shule ya Sabato, kipindi ambacho kinaletwa na kwaya ya Waadventista wa Sabato kutoka mtaa wa Mbagala, kanisa la Mbagala, Dar es Salaam. Na mimi mwenyekiti wa kipindi hiki naitwa Emmanuel Daudi Luhamba, na katika kipindi hiki tutaanza na uimbaji, na wimbo ambao tunaanza nao unasema, chukua udongo unifinyange e Bwana. Karibu usikize wimbo huu wa kwanza, na hatimaye tutaendelea na mwendelezo wa nyimbo zingine. Ubarikiwe, karibu sana. Chukua udongo e Mwokozi wangu, wewe ndiwe mfinyanzi. Finyanga upya unitengeneze moyo wangu wa dhambi. Mahali pale palipobomoka nifinyange ili nifae tena. Geuza moyo wangu kwa utukufu wako Mwokozi wangu. Chukua udongo e Mwokozi wangu, wewe ndiwe mfinyanzi. Finyanga upya unitengeneze moyo wangu wa dhambi. Mahali pale palipobomoka nifinyange ili nifae tena. Geuza moyo wangu kwa utukufu wako Mwokozi wangu. Tengeneza moyo wangu Bwana, badilisha mawazo yangu. Wewe ndiwe mfinyanzi Bwana, mimi ni udongo nifinyange. Tengeneza moyo wangu Bwana, badilisha mawazo yangu. Wewe ndiwe mfinyanzi Bwana, mimi ni udongo nifinyange. Udhaifu wangu ufunike tena, nipate ukamilifu. Kama mwanzo ulivyoniumba Bwana, moyo haukuwa na dhambi. Natamani niwe nawe Mwokozi, nitembee katika nyayo zako. Geuza moyo wangu kwa utukufu wako Mwokozi wangu. Udhaifu wangu ufunike tena, nipate ukamilifu. Kama mwanzo ulivyoniumba Bwana, moyo haukuwa na dhambi. Natamani niwe nawe Mwokozi, nitembee katika nyayo zako. Geuza moyo wangu kwa utukufu wako Mwokozi wangu. Tengeneza moyo wangu Bwana, badilisha mawazo yangu. Wewe ndiwe mfinyanzi Bwana, mimi ni udongo nifinyange. Tengeneza moyo wangu Bwana, badilisha mawazo yangu. Wewe ndiwe mfinyanzi Bwana, mimi ni udongo nifinyange. Tengeneza moyo wangu Bwana, badilisha mawazo yangu. Wewe ndiwe mfinyanzi Bwana, mimi ni udongo nifinyange. Tengeneza moyo wangu Bwana, badilisha mawazo yangu. Wewe ndiwe mfinyanzi Bwana, mimi ni udongo nifinyange. Tengeneza moyo wangu Bwana, badilisha mawazo yangu. Wewe ndiwe mfinyanzi Bwana, mimi ni udongo nifinyange. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na unayetufuatia kupitia
AWR na Rock FM. Naamini umebarikiwa na wimbo ambao waimbaji wametoka kuimba sasa, unaosema chukua udongo nifinyange tena. Katika awamu hii pia tunakuletea nyimbo mbili kutoka katika kwaya hii ya Waadventista Sabato Mbagala. Wimbo unaosema dunia inasubiri tukio la kushangaza. Tukio gani hilo? Ni tukio la kurudi kwa Yesu. Na wimbo mwingine, kijiti kinawaka moto. Karibu usikilize nyimbo hizi ambazo naamini utabarikiwa kwazo. Karibu, Bwana akubariki. Dunia nzima inasubiri tukio moja la kushangaza, tukio la kuja kwake Bwana, mfalme wa wafalme. Dunia itakapotikiswa kwa tetemeko la ajabu, wenye haki tukishangilia, huyu ndiye tuliyemngoja. Dunia nzima inasubiri tukio moja la kushangaza, tukio la kuja kwake Bwana, mfalme wa wafalme. Dunia itakapotikiswa kwa tetemeko la ajabu, wenye haki tukishangilia, huyu ndiye tuliyemngoja. Nam nam nam, uje Bwana ututoe kwenye dhiki. Nam nam nam, uje tumechoshwa na dunia hii, twahitaji utukomboe kutoka mikononi mwa Mungu, uje utuchukue. Nam nam nam, uje Bwana ututoe kwenye dhiki. Nam nam nam, uje tumechoshwa na dunia hii, twahitaji utukomboe kutoka mikononi mwa Mungu, uje utuchukue. Inatupasa tujiandae kwa ujio wake Bwana, asije kama mwivi kwetu bali kama rafiki. Yuaja mfalme, tujitayarishe. Yuaja hakika kama alivyosema. Inatupasa tujiandae kwa ujio wake Bwana, asije kama mwivi kwetu bali kama rafiki. Yuaja mfalme, tujitayarishe. Yuaja hakika kama alivyosema. Nam nam nam, uje Bwana ututoe kwenye dhiki. Nam nam nam, uje tumechoshwa na dunia hii, twahitaji utukomboe kutoka mikononi mwa Mungu, uje utuchukue. Nam nam nam, uje Bwana ututoe kwenye dhiki. Nam nam nam, uje tumechoshwa na dunia hii, twahitaji utukomboe kutoka mikononi mwa Mungu, uje utuchukue. Nam nam nam, uje Bwana ututoe kwenye dhiki. Nam nam nam, uje tumechoshwa na dunia hii, twahitaji utukomboe kutoka mikononi mwa Mungu, uje utuchukue.
Tazama kijiti kinawaka moto, kijiti hakiteketei, kinawaka moto. Ni ajabu gani kijiti hakiteketei? Musa kwa makini akiangalia, kasikia sauti ikiita Musa, nimekuchagua ukawatoe wana wangu utumwani. Tazama kijiti kinawaka moto, kijiti hakiteketei, kinawaka moto. Ni ajabu gani kijiti hakiteketei? Musa kwa makini akiangalia, kasikia sauti ikiita Musa, nimekuchagua ukawatoe wana wangu utumwani. Ni kisa cha ajabu Farao kuwa na moyo mgumu mbele za Mungu, kuwang'ang'ania Waisraeli wasielekee Kanaani. Kwa mapigo yako umewapiga Wamisri mapigo 10 ya uhakika. Sasa amewaruhusu Israeli waondoke. Ni kisa cha ajabu Farao kuwa na moyo mgumu mbele za Mungu, kuwang'ang'ania Waisraeli wasielekee Kanaani. Kwa mapigo yako umewapiga Wamisri mapigo 10 ya uhakika. Sasa amewaruhusu Israeli waondoke. Tazama sasa Bwana anena nasi kama jeshi lake, tuondoke twende vitani. Ndiye jemedari ameshatangulia mbele. Tuvae silaha zote zake Mungu, tukampinge yule muovu Shetani, tukawaokoe mateka wote waliotekwa na mwovu. Tazama sasa Bwana anena nasi kama jeshi lake, tuondoke twende vitani. Ndiye jemedari ameshatangulia mbele. Tuvae silaha zote zake Mungu, tukampinge yule muovu Shetani, tukawaokoe mateka wote waliotekwa na mwovu. Ni kisa cha ajabu Farao kuwa na moyo mgumu mbele za Mungu, kuwang'ang'ania Waisraeli wasielekee Kanaani. Kwa mapigo yako umewapiga Wamisri mapigo 10 ya uhakika. Sasa amewaruhusu Israeli waondoke. Ni kisa cha ajabu Farao kuwa na moyo mgumu mbele za Mungu, kuwang'ang'ania Waisraeli wasielekee Kanaani. Kwa mapigo yako umewapiga Wamisri mapigo 10 ya uhakika. Sasa amewaruhusu Israeli waondoke. Ni kisa cha ajabu Farao kuwa na moyo mgumu mbele za Mungu, kuwang'ang'ania Waisraeli wasielekee Kanaani. Kwa mapigo yako umewapiga Wamisri mapigo 10 ya uhakika. Sasa amewaruhusu Israeli waondoke. 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 Ndugu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, pamoja na wewe unayetusikiza kutoka kupitia AWR
pamoja na Rock FM. Naamini umebarikiwa kabisa na nyimbo hizo ambazo zimeletwa na kwaya ya Waadventista wa Sabato Mbagala. Na wimbo wa mwisho wametuambia tulia kwa Yesu. Tutulie kwa Yesu kwa sababu ndio mahali salama, mahali ambapo pana amani, mahali ambapo shida nyingi zinaisha. Yupo Yesu anayeweza kutatua shida zako. Tulia hata changamoto ziwe ngumu kiasi gani, usitoke kwa Yesu. Na tunaendelea na kipindi chetu cha shule ya Sabato, na shule ya Sabato mezani inayokuja sasa. Tuna mambo mengi ya kukueleza, usitoke mahali hapa. Na sasa namkaribisha yule aliyejiandaa na fungu la kukariri, na Jennifer Simiemba atatupatia fungu hilo la kukariri. Karibu sana. Bwana ni mwema. Tusikilize fungu la kukariri la juma hili linalotoka katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 40 mstari wa 34 na 38. Linasema, ndipo lile wingu likaifunikiza hema ya kukutania, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Kwa maana lile wingu la Bwana lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana, na mlikuwa na moto ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba ya Israeli katika safari zao zote. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Amina. Baada ya kusikia fungu hilo la kukariri, sasa namkaribisha Umoja Msese kwa ajili ya ombi la ufunguzi. Mtakatifu, 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 Baba Mwenyezi unaishi juu mbinguni. Asante kwa neema yako, asante kwa fadhili zako. Asante kwa sababu wewe ndiye Mungu mwenye upendo mwingi. Umeweza kutulinda katika juma zima. Tumefika katika Sabato yako ya leo. Tunajikabidhi mikononi mwako. Pale tulipoenda kinyume, Mungu wetu uweze kutusamehe, ili maombi yetu yapate kibali machoni pako. Baba, tunaomba wale wote ambao wamekuja leo kwa shida mbalimbali. Tunaomba Baba leo wasitoke bure. Tunaomba kituo hiki cha Hope Channel, Mungu weza kukibariki. Weza kukiongoza wafanyakazi wote na viongozi wanaosimamia channel hii. Tunaweka mikononi mwako. Wapatie afya njema, wabariki katika kazi zao. Tunaamini kwamba wewe hujawahi kushindwa. Tunaamini vipindi vyote vinavyoendelea na vitakavyokuja utazidi kuvibariki. Tunajiweka mikononi mwako. Tunamkaribisha Roho Mtakatifu aweze kutuongoza, atufundishe hata yale tutakayofundishwa tuweze kuishi kwayo. Tunaamini kwamba wewe hutaweza kutuacha, utaweza kutulinda hadi mwisho utakaporudi utuchukue katika mawingu. Tunaamini Baba utatuongoza, utatubariki. Ni katika jina la mwanao Yesu Kristo wote tuseme amina. Baada ya hapo napenda usikilize tena wimbo mwingine kutoka katika kwaya hii ya Waadventista wa Sabato Mbagala, wimbo ambao unaosema nani alete faraja. Karibu sana, naamini utabarikiwa. Niende wapi nipate faraja? Dunia hii haina faraja. Kila kukicha magonjwa ya kutisha, jana vifo vita kila mahali. Nani alete faraja? Faraja kwa mwanadamu hakuna awezaye kuleta faraja, ni Yesu pekee. Niende wapi nipate faraja? Dunia hii haina faraja. Kila kukicha magonjwa ya kutisha, jana vifo vita kila mahali. Nani alete faraja? Faraja kwa mwanadamu hakuna awezaye kuleta faraja, ni Yesu pekee. Duniani hapa sio kwetu, makao yetu ni mbinguni. Tuhame tuondoke twende mbinguni, duniani si kwetu. Hapa twaletea dhiki, shida, njaa na maumivu. Tuamke tuondoke, tuihame dunia. Duniani hapa sio kwetu,
si kwetu. Hapa twaletea dhiki, shida, njaa na maumivu. Tuamke tuondoke, tuihame dunia. Faraja inayotoka mbinguni na amani itokayo kwa Mungu, siyo sawa na ile ya wanadamu wanayotoa haina tumaini. Yesu ndiye atoaye faraja ile ya kweli. Tuitafute amani kwake Mwokozi, yapatikana. Faraja inayotoka mbinguni na amani itokayo kwa Mungu, siyo sawa na ile ya wanadamu wanayotoa haina tumaini. Yesu ndiye atoaye faraja ile ya kweli. Tuitafute amani kwake Mwokozi, yapatikana. Duniani hapa siyo kwetu, makao yetu ni mbinguni. Tuhame tuondoke twende mbinguni, duniani si kwetu. Hapa twaletea dhiki, shida, njaa na maumivu. Tuamke tuondoke, tuihame dunia. Duniani hapa siyo kwetu, makao yetu ni mbinguni. Tuhame tuondoke twende mbinguni, duniani si kwetu. Hapa twaletea dhiki, shida, njaa na maumivu. Tuamke tuondoke, tuihame dunia. Duniani hapa siyo kwetu, makao yetu ni mbinguni. Tuhame tuondoke twende mbinguni, duniani si kwetu. Hapa twaletea dhiki, shida, njaa na maumivu. Tuamke tuondoke, tuihame dunia. Naamini umebarikiwa kabisa. Na sasa tunaingia katika somo jingine, somo la ukuziaji. Na anayetuletea somo hili la ukuziaji ni Mafuru Mangelele, naye atatupeleka kwa kina. Nini anatuambia? Karibu Mafuru Mangelele. Bwana ni mwema. Niko mbele yetu kuletea somo la ukuziaji. Kichwa cha somo kinasema usomaji wa neno na maombi. Limeandaliwa na mchungaji Gilvens BP, mtaa wa Kisasa, field ya Central Tanzania STF na STU. Mwanafunzi mzuri na mwenye maarifa ya kina ni yule anayependa kusoma vitabu. Katika vitabu kuna hazina ya maarifa. Katika kusoma mtu hujipatia maarifa ambayo yanakuwa nuru na mwangaza katika maisha yake. Biblia ni hazina ya maarifa kwa watoto wa Mungu. Katika Biblia Mungu ameweka hazina yake ambayo mwanadamu akisoma kwa bidii hujipatia ufahamu juu ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yamefunuliwa humo. Kwa maneno mengine, Biblia ni ramani ya mwanadamu kumtoa katika dunia ya dhambi kwenda katika makao ya amani mbinguni. Zaburi 119 fungu la 104 nasema, kwa mausia yako najipatia ufahamu, ndiyo maana naichukia kila njia ya uongo. Katika kusoma neno la Mungu, yani Biblia, tunajipatia ufahamu. Ufahamu huo unakuwa ni silaha ya kusaidia kutambua uongo na kuepuka huo unakuwa ni silaha ya kusaidia kutambua uongo na kuepuka. Aliyesoma neno la Mungu yupo katika hatari kubwa ya kunasa katika udanganyifu wa shetani. Katika Waefeso 4 fungu la 14 na 15 nasema, ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu
kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu, lakini tuishi kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, yani Kristo. Dunia leo ina kila aina ya upepo wa elimu. Manabii wa uongo wanaibuka kila siku, na watu wasio na ufahamu wa neno la Mungu wanayumbishwa kila siku. Hivyo mpendwa, usome neno na kujipatia ufahamu, upo kwenye hatari ya kudanganywa. Kila msafiri anapaswa kuifahamu njia ambayo itamwezesha kufika huko aendako. Msafiri wa kwenda mbinguni njia yake iko wazi, nayo ni Yesu Kristo. Yohana 14:6 inasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Tunamshukuru Mungu kutupenda na kutupatia Yesu kuwa njia ya kutupeleka mbinguni. Hata hivyo, leo neno lake ndiyo taa ya miguu yetu, kutumulikia katika njia. Msafiri wa kwenda mbinguni ambaye asomi neno ni kama msafiri aliye gizani. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi 119 fungu la 105 nasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Ufanye nini ili uweze kuwa na muda wa kusoma neno la Mungu? 1. Weka ratiba ya kusoma Biblia kila siku. 2. Fanya tathmini kila baada ya muda uliojiwekea ili kuona kama malengo yamefikiwa. 3. Weka malengo ya usomaji, mfano ndani ya mwezi kusoma vitabu kadhaa. 4. Mshukuru Mungu pale ambapo umefanya vizuri na kufikia malengo, na muombe Mungu akusaidie unapoweka juhudi kurekebisha pale ambapo ukufanya vizuri kwa uzembe au sababu nyingine. Tunaposoma neno la Mungu tunagundua kuwa ni sauti ya Mungu inayosema nasi. Tunaomba, tunapeleka haja zetu, shukrani na sifa mbele za Mungu kwa matendo yake makuu katika maisha yetu. Uhusiano huu huwa wenye afya pale ambapo pande zote mbili huwasiliana. Mungu anawasiliana nasi kwa neno lake, na sisi tunawasiliana naye kwa sala na maombi. Mungu atusaidie silaha hizi mbili, yani kusoma neno na kufanya maombi, ili kuimarisha mahusiano yetu na Bwana. Bwana atubariki. Mafuru Mangelele ametuambia namna ya usomaji wa neno la Mungu. Je, unapata muda wa kusoma neno la Mungu? Je, unapata muda wa kuomba? Hizo ndio silaha pekee ambazo zinaweza kutuleta karibu na Mungu. Pasipo maombi, pasipo kusoma neno la Mungu, hakika yule mwovu anaweza akatuteka na tusiwe wamoja kati ya watu wanaotazamia kurithi uzima wa milele. Na baada ya hapo, na kukaribisha tena uweze kusikiza wimbo mwingine ambao unaosema tumejisahau kumtegemea Mungu. Mara nyingi tumejisahau kumtegemea Mungu, tena tunadhani yote tufanyayo ni kwa ajili ya uwezo wetu. Tumeshindwa kumpa Mungu nafasi katika maisha yetu, wakati ndiye mwenye mamlaka kuamua hatima ya maisha yetu. Mara nyingi tumejisahau kumtegemea Mungu, tena tunadhani yote tufanyayo ni kwa ajili ya uwezo wetu. Tumeshindwa kumpa Mungu nafasi katika maisha yetu, wakati ndiye mwenye mamlaka kuamua hatima ya maisha yetu. Tumfanye Mungu awe wa kwanza katika maisha yetu. Ni Mungu kwanza, kwenye shida, kwenye raha, Mungu kwanza. Tumfanye Mungu awe ni wa kwanza. Tumfanye Mungu awe wa kwanza katika maisha yetu. Ni Mungu kwanza, kwenye shida, kwenye raha, Mungu kwanza. Tumfanye Mungu awe ni wa kwanza.
elimu, biashara na kazi, bila Mungu vyote bure. Utajiri, cheo, hata madaraka, vyote hivyo bila Mungu ni bure. Tumpeni Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu, ni baraka yote tutaipata tukimtanguliza Mungu kuwa wa kwanza. Elimu, biashara na kazi, bila Mungu vyote bure. Utajiri, cheo, hata madaraka, vyote hivyo bila Mungu ni bure. Tumpeni Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu, ni baraka yote tutaipata tukimtanguliza Mungu kuwa wa kwanza. Tumfanye Mungu awe wa kwanza katika maisha yetu, ni Mungu kwanza. Kwenye shida, kwenye raha, Mungu kwanza. Tumfanye Mungu awe ni wa kwanza. Tumfanye Mungu awe wa kwanza katika maisha yetu, ni Mungu kwanza. Kwenye shida, kwenye raha, Mungu kwanza. Tumfanye Mungu awe ni wa kwanza. Tumfanye Mungu awe wa kwanza katika maisha yetu, ni Mungu kwanza. Kwenye shida, kwenye raha, Mungu kwanza. Tumfanye Mungu awe ni wa kwanza. Tumfanye Mungu awe wa kwanza katika maisha yetu, ni Mungu kwanza. Kwenye shida, kwenye raha, Mungu kwanza. Tumfanye Mungu awe ni wa kwanza. Naamini unaendelea kubarikiwa na kipindi hiki kizuri kabisa cha shule ya Sabato katika siku ya leo. Na sasa tunaenda katika kipindi kingine, kipindi ambacho utasikiliza somo la nchi za mbali, somo ambalo litatupatia kisa kwa kina, na naamini utajifunza kitu katika somo hilo zuri. Karibu katika somo la nchi za mbali ambalo limetokea katika nchi ya Zambia katika kisiwa cha Chiridu, ambalo linasema baraka kutoka katika jangwa. Na somo hilo limeandaliwa na Pastor Emmanuel ambaye ni katibu wa Union Conference huko nchini Zambia. Anaanza kwa kusema yeye ni mchungaji ambaye amekuwa mara kadhaa wa kadha akisafiri kwa kutumia mashua katika kisiwa hicho cha Chiridu, akienda kuwatembelea washiriki kwa ajili ya kutia na moyo na wakati mwingine kuwatia faraja. Na siku moja akiwa katika safari hizo alipata taarifa ya msiba ambao ulikuwa umetokea katika maeneo kadhaa ya washiriki ambao anawaongoza, ambao washiriki hao walipata washiriki 42 ambao walikuwa wakitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wakienda kutangaza habari njema na kuhimiza juu ya mkutano ambao ulikuwa unategemewa kufanyika na idara ya vijana. Katika siku hiyo ya Ijumaa, wakiwa hapo baharini, wakiwa katika mashua hiyo, watu hawa 42, ilitokea upepo mkali sana na likatokea wimbi kubwa ambao lilikuwa ukubwa usawa wake ulikuwa sawa na jimbo la Marekani Connecticut, ambao lilinganishwa na jimbo hilo, na wimbi hilo likapiga mashua na hivyo watu kudondoka katika bahari na mashua hiyo ilipasuka. Miongoni mwa hao watu, bahati nzuri, kuna meli ambayo ilikuwa pembeni, kwa wakafanya huduma za kuokoa baadhi ya watu, lakini wengi wao waliookolewa, wachache walikuwa wameshakufa na wengine walikuwa hai. Watu 28 walikuwa hai, lakini watu 14 walikuwa wameshapoteza maisha. Na miongoni mwa hao watu ambao walikuwa wameshapoteza maisha alikuwemo kijana mmoja wa miaka 2 ambaye na yeye alikuwa miongoni mwa hao waliofariki katika ajali hiyo iliyotokea hapo kisiwani Chiridu. Mazishi yalifanyika, utaratibu wa mazishi ulifanyika, na hivyo viongozi wote wa nchini Zambia, viongozi wa serikali, viongozi wa dhehebu mbalimbali walihudhuria msiba huo. Ilikuwa ni majonzi makubwa sana. Mchungaji anaeleza kwamba katika maisha yake hakuweza kupitia uzoefu mgumu kama uzoefu huo, kwa sababu jeneza ziliwekwa hapo zote 14. Kwake ilikuwa ni ngumu sana kupokea, lakini aliomba Mungu amsaidie katika kuhudumu katika msiba huo.
Kiongozi wa serikali mkuu alisimama kwa ajili ya uwakilishi wa rais na kusema anaomba Waadventista wa Sabato waliangalie hili tatizo kwa undani zaidi, na hivyo viongozi wa Union Conference wakaahidi kuwa Mungu akiwajalia wataweza kununua mashua hiyo, wataweza kununua mashua kwa ajili ya kuendeleza usafiri katika eneo hilo. Ikumbukwe kuwa katika eneo hilo, katika kisiwa hicho, mashua ilikuwa ni moja tu pekee, na hiyo ilikuwa ikitumika mara kadhaa kwa watu mbalimbali wakiwa wakiikodi kuelekea katika eneo moja kwenda eneo jingine, kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Na usafiri mwingine uliokuwepo ilikuwa ni meli moja tu ya serikali. Kwa hiyo ilikuwepo meli moja tu ya serikali na mashua moja tu. Sasa mashua moja hiyo ndio iliyopata ajali, na baada ya kupata ajali hivyo hakuwepo usafiri mwingine. Ilikuwa inabidi wasubirie meli ya serikali ambayo ilikuwa ikitoka kwa juma mara moja tu peke yake. Hivyo viongozi wa kanisa wakaahidi kuwa watanunua mashua nyingine kwa ajili ya kuweza kuendeleza usafiri katika kisiwa hicho. Na baada ya kukaa na kutathmini, ikaonekana kwamba mashua itachukua kiasi cha pesa kingi sana ambacho kanisa mahalia halitaweza kugharimikia. Na hivyo viongozi wakafanya utaratibu kwa ajili ya kuweza kusambaza taarifa hizi kwa ulimwengu, na wakafuata taratibu zote. Ikakubalika kwamba Sabato ya 13 ya robo hii pesa itatolewa kwa ajili ya kuweza kununua mashua katika eneo hilo, katika kisiwa hicho, ambapo mashua hiyo ilikuwa inagharimu kiasi cha dola za Kimarekani, dola zipatazo 100,000. Na hivyo basi sadaka yako ya 13 robo hii itasaidia katika kununua mashua katika kisiwa hicho cha Chilidu, ambako itasaidia pia katika ujenzi wa shule 2 na hospitali 2. Hivyo Mungu akubariki unapojiandaa na kuandaa sadaka yako ya Sabato ya 13 kwa ajili ya ununuzi wa mashua hapo katika kisiwa cha Chilidu, na ujenzi wa shule hizo 2 na ujenzi wa hospitali. Mungu ana njia nyingi sana, na Mungu anaweza kutumia mashua hiyo. Kwa kuwa nchi hiyo ya Zambia na katika kisiwa hicho cha Chilidu usafiri tu ni hizo 2, kuna meli na hiyo mashua. Katika meli ni ya serikali, na utaratibu ambao unakuwepo katika meli ya serikali ni kwamba televisheni ya meli, katika meli hiyo huonesha matangazo na taarifa nyingi kutoka katika serikali, lakini mashua hiyo ya Kiadventista itaonesha nyimbo na mahubiri ya Waadventista wa Sabato. Hivyo huo utakuwa ni uinjilisti tosha, kutoka katika janga kwenda mpaka uzima, na kutoka katika janga kwenda mpaka watu kumuona Mungu. Mungu akubariki unapoandaa sadaka yako ya 13 kwa ajili ya ununuzi wa mashua hiyo na ujenzi wa shule 2 na hospitali 2. Asante kwa kunisikiliza. Uwe na wakati mwema. Mungu akubariki. Unaendelea kubarikiwa, unaendelea kujifunza mambo mbalimbali, naamini utapata badiliko fulani. Na sasa nakukaribisha uweze kusikiliza tena wimbo mwingine, wimbo ambao unaosema, wapo wanaosema Yesu hatorudi. Tumefikia mwisho wa safari ni karibu, bandarini ile naiona, lakini nina sikitiko. Wako wengi wanaofikiri kurudi kwake Yesu sio halisi, wanahangaika na mambo ya dunia, wasijali wokovu. Tumefikia mwisho wa safari ni karibu, bandarini ile naiona, lakini nina sikitiko. Wapo wengi wanaofikiri kurudi kwake Yesu sio halisi, wanahangaika na mambo ya dunia, wasijali wokovu. Ni hakika anarudi tena, siku zaenda mbio. Wewe ulele, amka,
uliyekata tamaa ukidhani hatarudi. Dalili zake zinaonyesha wazi Mwokozi yuaja. Ni hakika anarudi tena, siku zaenda mbio. Wewe ulalaye amka, Mwokozi yuaja. Wewe uliyekata tamaa ukidhani hatarudi, dalili zake zinaonyesha wazi Mwokozi yuaja. Wapo wengi wanaosema kwamba Yesu hatarudi. Tena wapo wengine wanasema hakuna mwisho. Kuna wengine wameenda mbali wakidai hayupo Mungu kabisa. Mwanadamu, mrudie Mungu. Wapo wengi wanaosema kwamba Yesu hatarudi. Tena wapo wengine wanasema hakuna mwisho. Kuna wengine wameenda mbali wakidai hayupo Mungu kabisa. Mwanadamu, mrudie Mungu. Ni hakika anarudi tena, siku zaenda mbio. Wewe ulalaye amka, Mwokozi yuaja. Wewe uliyekata tamaa ukidhani hatarudi, dalili zote zinaonyesha wazi Mwokozi yuaja. Ni hakika anarudi tena, siku zaenda mbio. Wewe ulalaye amka, Mwokozi yuaja. Wewe uliyekata tamaa ukidhani hatarudi, dalili zote zinaonyesha wazi Mwokozi yuaja. Ni hakika anarudi tena, siku zaenda mbio. Wewe ulalaye amka, Mwokozi yuaja. Wewe uliyekata tamaa ukidhani hatarudi, dalili zote zinaonyesha wazi Mwokozi yuaja. Ndugu mtazamaji na unayeendelea kutufuatilia asubuhi ya leo katika kipindi hiki cha Shule ya Sabato, naamini umebarikiwa na wimbo unaosema wapo wanaosema Yesu hatorudi. Na sasa namkaribisha ndugu Nicholas Bramweli aweze kutupatia ombi. Baba yetu na rafiki yetu wa mbinguni, tunasema asante kwa masaa mazuri ya asubuhi ya njema leo. Masaa Mungu wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya vipindi ambavyo vimepita. Na sasa Bwana, tunapofunga kipindi hichi, tunalika tena vipindi vingine, ukatuongoze sawa sana mapenzi yako, kwa tumeva katika Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amina. Ndugu mtazamaji, tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika Shule ya Sabato asubuhi ya leo. Naamini umebarikiwa, naamini umejifunza jambo. Wewe uliye shindwa kufika kanisani kwako, naamini umefurahia katika Shule ya Sabato iliyoletwa kwenu na kwaya ya Waadventista wa Sabato Mbagala. Nami mwenyekiti wa kipindi hiki naitwa Emmanuel Daudi Luhamba. Mungu akubariki. Endelea kusikiliza na kufuatilia Hope Channel Tanzania na AWR na Rock FM. Bwana awabariki.
Duniani sisi tu wasafiri, makao yetu yapo juu. Twatazamia mji mzuri, mji wa Yerusalemu, alipoana Mungu wetu, tukaishi naye huko. Hakutakuwa na shida tena katika mji ule. Duniani sisi tu wasafiri, makao yetu yapo juu. Twatazamia mji mzuri, mji wa Yerusalemu, alipoana Mungu wetu, tukaishi naye huko. Hakutakuwa na shida tena katika mji ule. Nyumbani ni pazuri, nyumbani amani tele, hakuna magonjwa, hakuna vifo, yote yamesahaulika. Nyumbani napata amani, nifike nyumbani. Nyumbani ni pazuri, nyumbani amani tele, hakuna magonjwa, hakuna vifo, yote yamesahaulika. Nyumbani napata amani, nifike nyumbani. Mwisho wa safari tutapumzika tukiwa na Mwokozi Yesu. Tujipe moyo, kwani karibu tuingie juu mbinguni. Machozi yote yatafutwa kwa mikono yake Yesu. Furaha ajabu siku hiyo tukiwa naye Yesu. Mwisho wa safari tutapumzika tukiwa na Mwokozi Yesu. Tujipe moyo, kwani karibu tuingie juu mbinguni. Machozi yote yatafutwa kwa mikono yake Yesu. Furaha ajabu siku hiyo tukiwa naye Yesu. Nyumbani ni pazuri, nyumbani amani tele, hakuna magonjwa, hakuna vifo, yote yamesahaulika. Nyumbani napata amani, nifike nyumbani. Nyumbani ni pazuri, nyumbani amani tele, hakuna magonjwa, hakuna vifo, yote yamesahaulika. Nyumbani napata amani, nifike nyumbani. Nyumbani ni pazuri, nyumbani amani tele, hakuna magonjwa, hakuna vifo, yote yamesahaulika. Nyumbani napata amani, nifike nyumbani. Nyumbani ni pazuri, nyumbani amani tele, hakuna magonjwa, hakuna vifo, yote yamesahaulika. Nyumbani napata amani, nifike nyumbani. Tumesafiri kwa muda mrefu, sasa tumefikia mwisho. Japo safari imekuwa ngumu, tumeshuhudia wengi wakikata tamaa. Kaza mwendo, usirudi nyuma, songa mbele, usizimie moyo. Karibu tutafika nyumbani, karibu tutafika nyumbani. Tumesafiri kwa muda mrefu,
mwisho. Japo safari imekuwa ngumu, tumeshuhudia wengi wakikata tamaa. Kaza mwendo, usirudi nyuma, songa mbele, usizimie moyo. Karibu tutafika nyumbani, karibu tutafika nyumbani. Tulia kwa Bwana, hata changamoto ziwe nyingi. Tulia kwa Bwana, japo hataweza kwa wote warudi nyuma. Yesu anakusubiri, watoka waenda wapi? Tulia kwa Bwana, tulia kwa Bwana, tulia kwa Bwana, hata changamoto ziwe nyingi. Tulia kwa Bwana, japo hataweza kwa wote warudi nyuma. Yesu anakusubiri, watoka waenda wapi? Tulia kwa Bwana, tulia kwa Bwana. Poleni wanangu, mmesumbuka na kuteseka duniani. Pumzikeni pamoja na mimi, tutaambiwa na Yesu Mwokozi wetu. Tutafutwa machozi ya huzuni, tutasahau shida za dunia. Kazana usikose mbinguni, kazana usikose mbinguni. Poleni wanangu, mmesumbuka na kuteseka duniani. Pumzikeni pamoja na mimi, tutaambiwa na Yesu Mwokozi wetu. Tutafutwa machozi ya huzuni, tutasahau shida za dunia. Kazana usikose mbinguni, kazana usikose mbinguni. Tulia kwa Bwana, hata changamoto ziwe nyingi. Tulia kwa Bwana, japo hataweza kwa wote warudi nyuma. Yesu anakusubiri, watoka waenda wapi? Tulia kwa Bwana, tulia kwa Bwana, tulia kwa Bwana, hata changamoto ziwe nyingi. Tulia kwa Bwana, japo hataweza kwa wote warudi nyuma. Yesu anakusubiri, watoka waenda wapi? Tulia kwa Bwana, tulia kwa Bwana, tulia kwa Bwana, hata changamoto ziwe nyingi. Tulia kwa Bwana, japo hataweza kwa wote warudi nyuma. Yesu anakusubiri, watoka waenda wapi? Tulia kwa Bwana, tulia kwa Bwana, tulia kwa Bwana, hata changamoto ziwe nyingi. Tulia kwa Bwana, japo hataweza kwa wote warudi nyuma. Yesu anakusubiri, watoka waenda wapi?